tuko wait. Baadhi ya watu wanapenda, ama ukiuliza mtu aweza sema mambo yale anataka ama tamanio lake angelitaka lifanyike sasa na ni sasa hivi. Bwana asifiwe sana. Most of us like things to happen now, and we never enjoy waiting for a long time. Baadhi ya sisi tunapenda mambo yafanyike sasa hivi, na hatutaki yachukue muda mrefu. Bwana asifiwe. Unaomba mke, unataka aletwe saa hii, umeomba. Unataka mtoto, unamtaka saa hii, hutaki kusubiri, huna roho ya subra. Bwana asifiwe. We are impatient people. Sisi ni watu hawanaga, yani roho wa kugojea. Hatuna roho wa kugojea ama wa kusubiri. Bwana asifiwe sana. And we get upset sometime if everything isn't come to pass as we've planned. Ati wakati mwingine tunakasirika. Unakasirika, unaona ni kama Mungu hayuko, ni kama sijui, hata nikianza sikuwa najua ni mambo kama haya. Sijui ni kama Mungu hanisikii, ni kama Mungu amelala, ni kama hata hakunanga Mungu, niliomba hii hajanipatia. Unakasirika kwa sababu yale mambo ulikuwa unataka ama zile vitu ulikuwa unataka Mungu akufanyie zimechukua muda sana according to your plan. Kulingana zimeenda muda sana kulingana na vile ulikuwa unapangia. Na nataka Mungu anipe mke, ikifika Disemba ni Januari niwe na mtoto. Yani unapangia, na kwa sababu mambo yako hayakuenda vile ulikuwa unapanga, unakasirikia Mungu. Sisi ni watu wenye hatuna roho wa subra. There are 3 ways for God to answer our prayer. Kuna njia 3 za Mungu kujibu maombi yetu. Tusikie kimakini sana. Wewe angalie uko wapi. Kuna njia 3 Mungu hutumia majibu ya kujibu maombi yetu. Mambo 3 yapi? Yes, no or wait. Unapoomba Mungu, nataka unifungulie milango, nataka unipiganie, nataka unipandishe cheo kazini, nataka huduma yangu inawili, nataka Mungu wangu nipanue biashara yangu, nataka iende hivi, nataka promotion. Na unaona hauna roho ya subra. Hapa kuna majibu 3 Mungu anatupeanga. Jibu la kwanza ni kusema kweli. Unataka mke? Yes. Jibu la 3, no. Unataka mtoto? No, sio kwa sasa. Jibu la 3, wait, gojea. Mungu, nataka nibariki na gari, nataka, naye Mungu anakwambia wait. Kwa sababu maybe aweza kukupatia saa hii kumaliza, anakwambia hold on, wait. Mungu atusaidie tuwe na roho wa kusubiri, tuwe na roho wa kugojea. Na wakati Yesu anakwambia yes, shukuru Mungu. Umemuomba na tamani na Mungu nipe kazi, kesho unaitwa kazi, jibu lako linakuja instant. Yes. Bwana asifiwe sana. Nimekuomba kazi Mungu muda mrefu, kwani hakuendi hivi? Unaambiwa no. Tena ukiambiwa no, ambie Mungu asante, una sababu ya kuniambia hapana. Maybe ungeenda kwa hiyo kampuni chomeke ukiwa ndani. Maybe ungeenda kwa hiyo kampuni ukatwe na mashini ukufe, akakwambia no. Bwana asifiwe. Akikwambia wait, kuwa na roho ya kuvumilia. Pengine wakati huo anakwambia wait, si wakati mwafaka wako wa kupokea baraka yako. Wakati wake upo na anakuja wakati unaofaa. Bwana asifiwe sana. So yes,
No, wait. Hallelujah. The Bible has many examples of people who had to wait for a long time. Sometimes even many years. Bwana asifiwe. Ati kwa Biblia kuna mifano mingi sana ya watu walioambiwa na Mungu, waliosubiria ama waliogojea kwa muda mrefu sana mambo yao yakaweze kufanyika, na tena miaka mingi. Waligoja kwa muda mrefu na wengine wakagoja miaka mingi. Bwana asifiwe. Asante sana Solomon. Wakagoja miaka mingi. Moses waited 40 years in the desert till God spoke to him in the burning bush. Bwana asifiwe. Ati Moses alisubiria sana miaka 40, miaka 40 akiwa jangwani, mpaka wakati ule Mungu alimuongelesha katika kichaka kilichokuwa kikichomeka. Bwana asifiwe sana. Ndio kuja nenewe na Mungu akiwa kwa burning bush kwa burning kichaka kilichokuwa kikichomeka. Alikuwa amesubiria miaka 40. Wewe umesubiria ngapi? Tangu uzaliwe una miaka mingapi ndio useme nimeomba sana? Nimeomba sana. Hata mimi huwa naambia Mungu, huu chungu Mungu, nimekuomba sana, lakini sijafika miaka kama ya Moses. Wengine unasikia mtu anasema hapana, nimeomba sana, nimekaa hapa sana, huu mzigo umenilemea sana. Umekaa kama Moses 40 years. Joseph waited 40. Sikia mwingine. Joseph waited 14 years and saved as a slave. Ati Yusufu naye akasubiria miaka 14 na akaokolewa kutoka utumwani. Bwana asifiwe sana. Then suffered in prison for something he didn't do. Moses, tunaona Yusufu aliteseka pia naye, alisubiri miaka 14 akaokolewa kutoka kwa utumwa, na alipokuwa anateseka akiwa gerezani, akatesekea gerezani kwa jambo ambalo hakulitenda. Kumbuka wakati aliuzwa, mke wa Potifera alidanganya Yusufu alikuwa anataka kumbaka. So akapelekwa gerezani na hakuwa amezini, hakuwa amemfanyia jambo lolote lile. So akapelekwa, alikuwa anasumbuka, alikuwa anateseka makosa yenye hakuwa ametenda. Bwana asifiwe. Lakini akasubiria 14 years. But in the end, when the waiting time was over, God did a mighty miracle to put both Moses and Joseph in high position of leadership. Bwana asifiwe sana. Umesikia? Ati wakati, but in the end. Ati wakati unasubiri sana, wakati unasubiri na unyenyekevu, wakati unasubiri ukigojea Mungu, ati focus yangu ni kwako tu Mungu. Sitatafuta nguvu zangu, sitatafuta nguvu kwa daktari wa mitishamba, sitatafuta usaidizi wangu kwa miungu ya wazazi wangu. Mwisho wa hayo mateso yote unayoyapitia, mwisho ya Moses na Yusufu kugojea kwa muda mrefu, wakati ilifika mwisho, wakati walifika mwisho, wakati hizo mateso zote zilifika mwisho, kumaanisha jambo lolote tunalolipitia, mambo yoyote unayoyapitia yana mwisho. Bwana asifiwe sana. Yana mwisho. Hakuna jambo la kudumu. Haleluya. Solomon, karibu sana. Hakuna jambo la kudumu. Bwana asifiwe. Ati
Karibuni sana. Somo, kaa tu hapo usihame. Tusalimie niendelee. Proceed. Sasa. Okay. Hakuna wakati, hakuna vita za kudumu, hakuna mateso ya kudumu. Bwana asifiwe sana. So, but in the end, pia na wewe yale mambo unapitia, mwisho kuna nini? When the waiting time was over, wakati Bwana asifiwe, wakati yale mambo unaombea, wakati yatafika mwisho, wakati wa kungojea, wakati wa kusubiri ukifika mwisho, ukifika kikomo, Bwana asifiwe, God did a mighty miracle. Ati Mungu atafanya mambo, atafanya miujiza ya kutisha. Akafanya miujiza ya kutisha kwa Yusufu pia na Moses, wakapewa vyeo kwa uongozi. Bwana asifiwe sana. The word wait is in the Bible many times. Kugojea, neno kugojea kwa Biblia imetajwa mara nyingi. One of these is Psalm 27:14, which says, "Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart." Tena wasomee na New Translation. Tuone New Translation Bible inasema namna gani. Tunaona kuhusu wait, kusubiria Mungu. Tunaangalia 27, Psalm 27 verse 4. Verse 4 inasema hivi, Psalm 24 verse. Tunaona kuhusu kusubiri, kugojea Mungu. Bwana asifiwe sana, usichoke kugoja. The one thing I ask of the Lord, the things I seek most is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections and meditating in his temple. Praise God. Huyo alikuwa ni Yoshua, ataishi kwa nyumba yake Mungu. Haya, tunaangalia wait on the Lord, be of good courage. Hapo tumesoma wait, I say on the Lord. When something is repeated twice in the same verse, it surely must be important. Hata wewe wakati utakapokuwa ukisoma maandiko ukute hilo neno linajirudia, unafaa kutilia maanani sana, kwa sababu kuna uwezekano unanenewa kupitia hilo neno. Isaiah 40:31 we read, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ati atakaye kuwa akimgojea ama akimsubiri Mungu atawishwa nguvu mpya. They shall mount up with wings as eagle. Atapaa juu na mabawa kama eagle. They shall run, watakimbia, and not be weary, hawatachoka. And they shall walk and not faint, watatembea na hawatazimia. Bwana asifiwe sana. Ukiwa ndani ya Kristo, hata kama majaribu yatakuja aje, wewe utakaa tu ni kama unapepea kama eagle. Bwana asifiwe. Watu wakikuangalia na shida, na huyu ndivyo amepigwa, amechapwa na mambo. Shida yake ni nini? Ni kwa sababu Mungu amekuisha nafsi yako, amekuisha nguvu, na ndio maana hata ukitembea huwezi zimia. Bwana asifiwe. Ati utatembea na hutakosa nguvu. Bwana asifiwe. Tuangalie
tuko wait, tuangalie wisdom. James 1:5. Wait on God. Wait on God's wisdom. Ngojea maarifa ya Mungu. You may think you know everything. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine tunajua kila kitu. Huwezi niambia mimi najua, lakini unaambiwa ngojea hekima ya Mungu. Ati wakati mwingine tunajionanga tunajua kila kitu, but God knows so much more. Tunaona tunajua, lakini Mungu anajua mengi sana. 1 Corinthians 3:19 says, for the wisdom of the world is foolishness with God. Ati hekima ya wanadamu, hekima ya ulimwengu ni kama upumbavu mbele zake Mungu. Bwana asifiwe sana, atusaidie. Thank you my brother. Tuko wisdom. In James 1:5 we read, if any of you lack wisdom, let him ask for God. Ati kama nyinyi, kama sisi, kama moja wenu amekosa hekima, amuombe Mungu. Aambie Mungu, amwambie nini? That given to all men liberally and upbraid not. Wacha nisome na Bible yangu James. Tunaangalia mambo tunaangalia wisdom, tunaangalia wait, alafu tuone kitu inaitwa, tunaenda tukiangalia wisdom. Tunaona kama kuna mtu kati yetu hana na ujua waweza ambia mtu wewe huna akili, aone kama unamtusi. Maandiko anasema kama umwambie wewe hata huna nini, huna hekima, huyo mtu ataona. Hata uambie ndugu yenu, kwa nini unaongeaga ni kama mtu hana hekima? Anaona kama umemtusi. Maandiko anasema ya kwamba kati yenu kukiwa na mtu mwenye hana hekima, naambie Mungu. Bwana asifiwe sana. Tusome James 1:5. James 1:5 nasema hivi, if you need wisdom. Bwana asifiwe. If you want to know what God wants you to do, ask him. Bwana asifiwe. And he will gladly tell you. He will not resist your asking. Bwana asifiwe sana. Ati kama huna nini, tumesoma if you need, kama unataka hekima, kama unataka Mungu akujalie hekima, mwambie. Bwana asifiwe sana. Mwambie akujalie na hekima. Ataweza. Bwana asifiwe sana. Na hata kawia atakujalia, kwa sababu yeye kwake kuna kila kitu. Solomon thegio. Wait on the Lord, be of good courage. Tumeangalia. Alafu but they shall, okay, tuko wisdom. Tumesoma James. Let him given what God is wiser than we are. Mungu wetu ni mwenye hekima kuliko vile tulivyo, and he knows what is best in our lives. Na Mungu tena, thank you my brother, na tena Mungu anajua kilicho chema na maisha yetu. Bwana asifiwe. Kama Mungu anajua kilicho chema na wewe Evangelist Solomon, kama Mungu anajua kilicho chema na wasikilizaji wangu, ni nini nafanya tujisumbue? Bwana asifiwe sana. When we go our own way, we get into trouble by trying to trust in ourselves. Ati wakati unaenda na njia yako, wakati unaenda na mipango yako, hata humuhuzishi Mungu,
umuhusishe Mungu. Wakati unaenda na mipango yako bila kumpatia Mungu ama kumhusisha, unakuta wakati mwingine unaanguka kwa shida, unaanguka kwa mitego, unaanguka kwa shida, kwa sababu ulitaka kujiongoza. Lakini ukipatia Mungu akuongoze, anajua kilicho chema maishani mwako. Bwana asifiwe sana. We get into trouble by trying to trust ourselves. Wakati unajiamini, hii kitu nitaweza, hii kitu lazima nitoboe, ni mimi. Wakati unajipiga kifua, unajiamini wewe, unaingia kwa shida kwa sababu ulitaka kujiongoza. Bwana asifiwe. God gives us wisdom when we ask for it. Ati Mungu anakupatia hekima wakati umemuomba, wakati umemwambia Mungu, ninajua mimi ni mpumbavu na sina hekima kamwe, nijalie na hekima. Wakati unamwambia ni akupe hekima, kwa hakika anakujibu na atakupea hekima. Bwana asifiwe, ama maarifa. And we can know how to do the things he wants us to do. Na wakati Mungu anatupatia maarifa, twaweza fanya yale mambo yote Mungu anataka tuyafanye. Bwana asifiwe sana. Tumetoka kwa wisdom, twende kwa anointing. Anointing, tuangalie Luke 4:18. Wait on God's anointing. We have to have his anointing. Atesubiri ama gojea Mungu akujaze na upako wake. Gojea Mungu, wait on God's anointing. Subiri Mungu akujaze ama akupake upako wake. Bwana asifiwe. Na ndio maana unakuta wakati huu, kwa sababu unataka upako na mchungaji wako, unatoka kwa njia za Mungu. Nawe ukipakwa na mchungaji wako unaondoa Mungu, na tumeona kwamba ukijiongoza wewe unaingia kwa shida. So ukiamua ati ni kupakwa mafuta na kila mtu, anointing, ati ni anointing, unaondoka kwake Mungu. Wait on God anointing. Mungu ana uwezo wa kukuanoint, na akikuanoint evangelist, unataja jina, mambo yanabadilika. Mahali ulipo ukitaja neno la Mungu ama ukisema neno la uponyaji, viwete wanatembea. Ukisema jambo, ukisoma neno na kujaza watu nguvu, wana nguvu. Wait on God's anointing. Usisubiria kibishop wako ati anointing ya mzazi, sijui anointing ya spiritual father. Hakuna. Matthew 23:9 nasema, never call anyone here on earth father or a spiritual father, because you have only one father, God, nako mbinguni. Praise God. So subiria anointing ya Mungu. We have to have his anointing. Tunafaa kupata, tunafaa kuomba sana na kuwa na tamaa na kuwa na kutaka sana kupata anointing ya Mungu, if we are going to reach the world for Jesus. Umesikia evangelist? Unapoenda kuhubiria watu, unahitaji upako na ni wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Don't just rush forward. But ask God to help you to wait patiently for his touch on your life. Haleluya. Umesikia hapo? Ati omba Mungu, ask God akusaidie na akupe roho wa kusubiri na akupe his touch, akuguze maishani mwako. Bwana asifiwe sana. Tuangalie Luke 4:18 tuone inasema namna gani. 4:18, Luke 4 verse 18.
Omba Mungu akujaze, ana uwezo wa kukujaza, na akikujaza hakuna mtu atakwambia nilikupaka lete sadaka, nilikupaka lete hii, nilikupaka nigawie shirika. No, Mungu akikuanoint amekuanoint. Haleluya. Tuangalie Luke 4:18 nasema hivi, the spirit of the Lord is upon me, for he has appointed me to preach good news to the poor. He has set me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the downtrodden will be freed from their oppressor. Praise God. Ati na tuwahubiria nini? Ati Roho wa Mungu yu juu yangu, amenitia mafuta nikahubiri habari njema. Bwana asifiwe. Nikayatangaze kuokolewa kwao, na kusema ya kwamba wafungwa wameachiliwa katika jina la Yesu, na wasioona vipofu wanaona. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Na waliofinyiliwa nitangaze uhuru kwa waliofinyiliwa. Bwana asifiwe sana. Deliverance to the captive and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are. Jesus was anointed to preach the good gospel and do the work of his Father. Ati Yesu alikuwa amepakwa na upako wa kuhubiri habari njema, kufanya kazi yake Baba yake. Bwana asifiwe. God will anoint us and fill us with his power. Ati Mungu ana uwezo wa kutupaka na kutujaza na nguvu zake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mafuta ya Mungu anapokupaka, utafanya mambo mema, ama mambo ya miujiza zaidi kuliko tayari Yesu alitenda. Bwana asifiwe sana. Because if we wait on him in prayer and fasting, ati utakapomsubiri Mungu ukiomba na kufunga, in ourselves we are weak and helpless, but through his power we are filled with his anointing to see greater things done in his name. Bwana asifiwe sana. Tutayafanya hayo yote tunapoomba na kufunga sisi wenyewe. Na sisi ni watu wadhaifu, sisi ni watu helpless, hatuna nguvu. Lakini tukiwa na nguvu zake Mungu, tukijazwa na upako wake Mungu, tutaona mambo mengi, tutaona great things done in his name. Tutaona mambo mengi yatakayofanyika tukiomba na kufunga. Tutajazwa na upako wake, tujazwa na nguvu zake, na tutaona mambo mengi kupitia jina lake Yesu. Bwana asifiwe sana. David was anointed by Samuel to be king of Israel when he was only a young shepherd boy. Ati mtu anaitwa Daudi alipakwa mafuta na Samueli wakati alikuwa mfalme wa Israeli. Akuwe mfalme wa Israeli. Wakati kalikuwa kakijana tu kadogo, kalikuwa kanachunga kondoo za babake Yakobo. Hapana, Samueli hapa, Daudi ya. It was David. Watoto babake alikuwa anaitwa Jesse. Alikuwa anachunga mbuzi za Jesse. It was 15 years of long and hard waiting before he finally became a king. Tunaona tena waiting. Tunaona Daudi tena alisubiri miaka 50
huo muda wote, wakati mgumu wa kugojea, wa kusubiri, finally akawa mfalme. Thank you sana kwa tap, akawa mfalme. But the Bible says in 1 Samuel 16:13, the Spirit of the Lord was upon David from that day forward. Ati wakati ati Roho wa Mungu alikuwa juu ya Daudi. Bwana asifiwe. From that day alimwagiwa mafuta na Samueli na kuendelea. Bwana asifiwe sana. We will not be sorry when we wait on God's anointing and his power in our lives. Hakuna msamaha wowote ule kwa sababu ya kusubiri Mungu atupake, atujaze na nguvu kwa maisha yetu. Hakuna sorry. So unafaa kusubiri na kumgojea Mungu ukiwa na kunyenyekea, ukiwa bila kuyubayuba. Bwana asifiwe sana. My battery is low, low. Weka hapo kwa nini? Tuendelee. Usilale. Weka kwa cable. Bwana asifiwe sana. Kama huendi kuomba moto kwa jirani, weka tu hapo kwa cable. Tuendelee. Haya, tumeona anointing. Tuangalie instructions. 2 Timothy, instructions. Mwelekeo. Instruction. Mwelekeo ama instruction. Ama ni kuagizo ama. Tuangalie 2 Timothy. Wait for God's instructions. Subiri Mungu akupe mwelekeo. Bwana asifiwe sana. Maagizo, okay? Subiri Mungu akupe maagizo. Usijiongoze, subiri Mungu akupe maagizo. Katika jina la Yesu, asante sana mwinjilisti mwenzangu. Tutaangalia, there are so many things God will teach you and instruct you to do. Ati